Wakati unatazama hii video, inawezekana labda ukawa haupo kwenye hali yako ya kawaida. Pengine umesongwa na matatizo, upo kwenye nyakati ngumu, upo kwenye kipindi ambacho hujui kwa wakati huu utafanya nini, upo kwenye kipindi ambacho umekwama. Karibu tuzungumze. Karibu uungane na mimi mpaka mwisho wa video hii. Karibu tena kwenye channel yangu. Kama wewe ni mgeni mahali hapa, napenda kukaribisha. Lakini kama wewe ni mwanafamilia, welcome back. Okay. Kama upo kwenye kipindi ambacho hujui unavukani, hujui unavukaje, hujui unafanya nini, upo kwenye nyakati ngumu, pengine hauna mtu wa kuzungumza naye, labda mipango uliokuwa umepanga sivyo ilivyokuwa, unasumbuliwa na magonjwa, mimi napenda nikuambie kwamba kwenye nyakati kama hizo, jua kwamba hauko peke yako. Kila mtu unayemuona anapitia matatizo ambayo pengine wewe huyajui. Mimi nina matatizo yangu, wewe una matatizo yako, mwingine na matatizo yake. Hii video inatazamwa na watu wengi sana na kila mtu anakuwa na matatizo yake. Kwa hiyo hayo matatizo ambayo unapitia kwa wakati huu, umekwama, hujui ufanyeje, yasikufanye wewe ukashindwa kufanya maisha yako, yasikufanye wewe ukakata tamaa. Sawa, hayo ambayo unapitia wewe leo, kila mtu anayapitia. Sema kila mtu anapitia kwa wakati wake. Kumbuka kwamba matatizo tumeumbiwa wanadamu. Matatizo ni sehemu ya maisha yetu. Matatizo ni vitu ambavyo ni vipo na vinajirudia. Isipokuja kwako wewe leo itaenda. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kukushauri, unapitia nyakati ngumu, upo kwenye dilema, hujui unachokaje, hujui unafukaje, kile unachokipanga sicho kinachokuwa. Kwanza, jifunze kuikubali hali uliyokuwa nayo. Haijalishi unapitia kitu gani. Jipe moyo, sema kwamba hii hali ni hali yangu. Yaani unakubaliana tu na ile hali ya kwamba hilo tatizo ni la kwako. Kwa unatakiwa ukae chini, uwaze jinsi gani unaweza kulitatua tatizo. Najua yapo matatizo ambayo pengine labda wewe unahisi kwamba hapo ulipofika ni mwisho. Sawa? Yaani hauna msaada wowote. Yaani hujui. Mimi naelewa kwa sababu nimepitia huko na kila siku napitia. Kwa hiyo naelewa kabisa kwamba zipo kipindi ambacho yani hata mtu akwambie nini bado haitokuwa suluhisho. Yaani cha kwanza kabisa, baada ya kukubaliana na hiyo hali yako, piga magoti, muombe Mungu. Mwambie Mungu kwamba kama kweli umeruhusu hili jaribu lije kwangu, vile vile ni wewe utakayeruhusu njia. Na mimi kama Mungu na kuomba unifungulie njia. Wewe muombe Mungu kwa imani yako. Baada ya hapo unaweza ukatoka ukaenda sehemu tulivu sana, ukakaa ukatafakari, kama ni kulia lia. Yaani mimi namna bora ambayo natumia kupunguza stress ni kwa kulia. Naweza nikaenda ufukweni, nikakaa nikalia mpaka ambapo nitahisi kwamba uchungu sasa umetoka. Au unaweza labda nikatoka sasa nikawa natembea njiani. Unajua kuna ile level mtu anafikia na matatizo ni mpaka unatembea njiani wewe mwenyewe unaanza kuongea peke yako. Yaani unaongea tu peke yako kwamba uelewi, lakini unaongea peke yako. Nimepitia kwenye hizo level. Kwa hiyo unataka ukae chini umuombe Mungu. Yaani muombe Mungu kwa imani yako. Sawa? Alafu kitu kingine unachotaka kufanya, nyanyuka, nenda kasaidie wenye uhitaji. Haijalishi unaenda kusaidia watoto yatima, haijalishi unaenda kusaidia nani au nani. Hapana, kama una uwezo wa kuafford chakula, unaweza hata kwenda kwa mamalishe ukanunua labda sahani 3 au 4, ukabeba zile sahani zako kwa nia wasema Mungu, yani hii ni sadaka yangu ambayo nimetoa kwa moyo mmoja. Naomba Mungu kwamba hii sadaka ninayoenda kuitoa ikanifungulie matatizo yangu. Kwa unabeba sadaka yako ya chakula unapeleka kwa labda kuna watoto wa mitaani wengi tu sana. Wengi ambao pengine unawajua na usiwajua. Wape chakula kile wale.
Mtu mwingine labda kwa siku hiyo anakuwa hajakula, hajui anakula nini. Unaelewa? Mtu anakuwa kwamba hajui kwamba atakula nini. Kwa wewe ile sadaka, kuna namna yani unahisi umetoa mzigo baada ya kwenda kutoa tu msaada kwa watu tu, yani kama hivyo ukienda kuwapa chakula. Yani kuna namna nafsi yako inakuwa na amani zote. Yani usijione kwamba yani wewe ndio mwenye matatizo dunia nzima. Hapana, kila mtu ana matatizo. Sawa, nyanyuka, nenda kaongee na watu. Unajua sisi wa Tanzania ni watu fulani wa karibu sana. Sio lazima ukaongee na wale watu ambao unafahamana nao au watu ambao wanakujua, ambao pengine wewe hutaki wajue maisha yako au hutaki wajue matatizo yako. Hutaki wajue kina kitu. Unaweza labda katika labda tembea zile barabara, kukutana labda na mtu unapiga story. Hapa unapata nafasi ya kufanyaje na kujichomeka, ukaongea naye, ukazungumza naye. Yani kwa namna ambavyo mtu anaweza ukaongea na mtu kutoa machungu, au unaweza kutafuta mtazamo watu maarufu ukawasimulia na wao wakaweza kushare. Vile ambavyo unasoma comments za watu mtandaoni, ndivyo ambazo wewe inakupunguzia yale machungu ambayo uko nayo. Sisi ni binadamu, na binadamu tuna mioyo ya nyama. Kuna muda kweli ya dunia yanachosha. Yani kuna muda ya dunia yanachosha. Unaweza kujihisi kwamba ni wewe duniani, yani dunia yote inakulemea. Dunia yote umebeba kichwani, yani kila mtu anakuzomea, dunia inakucheka. Wote tunapitia hizo nyakati. Kwa hiyo kama mtu mwingine ana moyo mgumu, anaenda kufanya maamuzi ambayo sio. Lakini kabla hujachukua maamuzi mengine, hebu jaribu kuzungumza na watu ambao huwafahamu. Katika nyakati zako nzuri, jifunze kutafuta marafiki ambao utaweza kushare nao matatizo yako. Mimi nina marafiki zangu ambao nimekutana nao mtandaoni, wengine hata kuonana, lakini nikiwa na kitu kinanisibu ambacho siwezi kuambia marafiki zangu ambao najua nao, siwezi kuambia ndugu zangu kwa mtu yote. Nitatafuta huyo, nitaongea naye, tutacheka, ataongea mimi napitia 1, 2, 3. Kwa kama namna ambayo atanishauri. Lakini kumbuka kwamba huyo mtu ni mtu ambaye hatujawahi kuonana. Tulikutana tu kwenye group fulani la WhatsApp, yeye yuko Mbeya, mimi niko Dar, hata kijaga Dar sometimes tunakuwa nimesafiri. Kwa hiyo alipata nafasi ya kuonana. Lakini mtu ambaye akiwa hata ana matatizo yake, yeye mtu wa kwanza kunipigia kutafuta faraja ni mimi. Mtu wa kwanza kunipigia ambaye labda anataka hivi ujue ninapitia ABCD, hapa nafanyaje au unanishauri vipi? Sisi ni binadamu, usipende kujitenga, usipende kukaa kimya. Una matatizo yako, jifunze kushirikisha watu. Tafuta marafiki ambao hawatokujudge. Tafuta marafiki ambao hawatokujudge. Tafuta cycle ya watu ambao mnaambizana matatizo yenu kwa uhuru. Usitafute watu ambao unajuana nao, kwa sababu watu ambao unajuana nao wote tunajua wanakuwa na comeback ambazo mwisho wa siku tunaweza kuja kuumiza wewe mwenyewe. Wewe wengi tunatafuta, yani unatafuta, yani la huwezi mtafute kiongozi wako wa dini, simulia ambacho kinakusibu. Usikae na kitu moyoni. Yani kana kitu moyoni. Mimi na watu wawili ambao mmoja alijinyonga kwa sababu ya matatizo ambayo hakutaka kuzungumza na mtu. Yani amekuja kujinyonga na kaacha basi. Watu wanasema sasa siangesema unajua lakini sasa kwa sisi wa Afrika sio rahisi kwamba mimi siwezi kuzungumza na mtu au niweke hapana. Yani watu kuzungumza wapo, usiende kwenye masuala ya pombe. Usiende masuala ya pombe. Ushakuwa na matatizo, labda pengine una hela, una kazi, jifunze kumrudia Mungu, mpigie magoti Mungu. Wewe mwenyewe jiambie kwamba hili ni jaribu, haya ni mapito. Hakuna mapito yasiyokuwa na mwisho. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Alafu sasa nikwambie kitu. Ukiona matatizo yamekuzonga kwa wakati mmoja, jua kwamba ndani ya kipindi kifupi unaenda kuwa kweli.
Ndani ya kipindi kifupi unaenda kutoka pale ambapo ulikuwa na kuda. Hiyo ndio siri ya matatizo. Yaani mimi mwenyewe kuna kipindi nakutaba mambo yanakuwa ni mengi sana. Unaelewa? Yaani nakuwa na mambo mengi. Lakini hapo sasa yanagongana. Lakini sasa nikishajua kwamba niko hapa katikati sijui nifanye nini. Sometimes waga nanyoosha mikono juu na surrender, nasema mimi Mungu, wewe ndio umeniumba, wewe ndio unanijua. Hapa zaidi sina lingine la kufanya, kwa naenda na flow. Itakayokuwa ndivyo itakavyokuwa. Mimi naenda kulingana na flow ambayo utaniletea nayo, na ninaacha tu na flow. Nitapambana huko, nitalia huko, nitafanya hivi, lakini naacha tu matatizo yaende. So kama ni mara ya kwanza unakutana na mimi, naitwa Joyce, ni mfanyabiashara na creator. So guys, thank you kwa kuwa na mimi mpaka wakati hapa. This is a short motivational story. Hii ni video fupi sana. Ni kukupa wewe motivation kama unapitia matatizo fulani. Kama bado kuja like this video, comment on the comment section, subscribe, and let's meet on the next video.